Musa akaona kijiti ambacho hakiteketei. Na Musa akasema, mstari wa 3, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Kwa alipoona Musa kile kijiti, aligeuka nyuma ili aone maono haya makubwa. Na kwa sababu gani kijiti hakiteketei? Kwa wakati Musa anataka kugeuka kutazama nyuma yake, ndio Mungu akasema katika mstari wa 4, Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Kwa wakati mwingine Mungu anapotaka kuzungumza na wewe, anatokea kwa sura fulani. Mazingira aliyokuwa anaishi Musa, ilimbidi Mungu atokee katika sura hiyo hiyo ya mazingira ambayo Musa alikuwepo, ili apate kumwelewa Mungu. Kwa hiyo wakati Mungu anashuka kuzungumza na Musa, Musa alikuwa porini akichunga kundi la ng'ombe. Kwa Mungu ilimbidi ashuka kwa mfano wa sura ya mwali wa moto, na sura iliyompelekea Mungu kuitumia ili Musa amwelewe ni sura ya kijiti ambacho hakiteketei. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa alipoona Musa kijiti hakiteketei nyuma yake, akageuka ili aone, na Mungu alipoona kwamba Musa amegeuka ili atazame, akamuita kutoka katikati ya kile kijiti ambacho hakiteketei. Kwa wakati Mungu anapotaka kuzungumza na wewe, inamlazimu Mungu ajitokeze kwa sura fulani ya mazingira ambayo unaishi wewe. Na ndivyo alivyofanya kwa Musa. Mazingira aliyokuwa nayo Musa, ilimbidi Mungu atumie sura ya kijiti kilichoteketea. Ilimbidi Mungu ashuke kwa mwali wa moto ili atumie sura ya mazingira aliyokuwa nayo Musa anaishi. Na ili Musa ili amwelewe Mungu zaidi, ilimbidi Mungu atumie sura ile ile ya mazingira aliyokuwa nayo Musa anaishi. Na ndio maana Mungu akashuka kwa sura ya mfano, kwa sura ya mwali wa moto, akatumia mfano sura ya kijiti kilichoteketea. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa ni Mungu, ili aliamua kutumia sura ya kijiti ili Musa anapotazama apate kuelewa, na anaposikia sauti ya Mungu Musa apate kuelewa kwamba huyu ni Mungu. Ila kiukweli kabisa alikuwa ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa na Mungu anapotaka kusema na wewe, au